nimepanga nitakuja kupata hii Thursday zote mbili. Hii inakatwa na hapa juu, hii inakatwa na hapa chini. Kamwambia daktari, so ukikata moja uone vile ina respond ndio urudie ingine. Hapana, imefanywa siku hiyo yote. Thursday ni siku yako. Kwa MRI niliingizwa kwa mashine, ikaran for 5 minutes. Mashine ikabadilisha ndio ni kama chuma imeingia ndani. Sasa vile ile kabla daktari haja stop, nikaona wana Mungu akakuja, devil is a liar. Hapo wakasimamisha mashine. Ile room niliwekwa, ni room ya kuweka wale wamekufa wanangoja hapo wapelekwe mche. Mama, mimi sitaki kukufa. Wakati alijua hapo ni mali wanaweka maiti. Kwa sababu ongea na vijana wengine. Naambia sika hii mkono pande hii na wewe usike pande hii. Hii kitu wewe ulikuwa umelala saa hiyo. Usiku nimelala. Sasa nasikia akiwaongelesha nasikia tu kwa usingizi. Naambia sika hii mkono pande hii na pande hii. Ni kama yeye alisimama hapa kwa kichwa straight. Sababu nililala upside down. Kulala hiyo kalala ya huko. Niangalie kichwa ni huko. Sasa akashika kichwa hapa pale ilikuwa inauma sana. Akang'oa kitu kingine akasema moja imetoka moja imebaki. Sasa kwa hivyo ilikuwa tu ni uponyaji Mungu alikuletea. Ni uponyaji bado inaendelea. Kwa sababu huyu mzee unasema alisikia akiongea na vijana wa kushika. Sasa siku hiyo usiku nililala tu vizuri, kesho yake huyu mzee tena akarudi sasa akaanza kuomba. Tukiwa tukatanga huko anaomba na sauti ndio unasikia na kijaruo yote na nguvu. Kashindo na hii mzee tena akawa pia amerudi tena. Hai tena nikasa hapa naweza kufanyika rudi. Na huyo mzee alikuwa anaomba, ulikuwa unamwona? Simuoni, si unasikia sauti tu unasikia. Unasikia tu kuna mtu ameingia na anaomba. Ni mzee ndiye anaomba. Sauti yake ni ya mzee. Sauti yake ni ya mzee. Na kwa anakaa nasikia kama amekaa amesimama hapo kando yangu. Anaomba tu. Sasa usingizi inanipelekanga. Sasa sikujua tunaomba tunasema amen. Hapo ndio sikuelewa. Au kusikia mami kiisha. Naamka asubuhi. Asubuhi ndio ikifika ndio nasikia. Nasema sasa mara ya tatu siku moja asubuhi nikienda kazini nikaambia mama, niko mzee anakuja hapa ananiombea sana. Na sijui ni mzee gani. Na naomba kwa Kijaluo. Anaomba tu Kijaluo mzuri sana. Praise the Lord, blessed people. It's such a beautiful morning that the Lord has made, and we are blessed to host our mom here, who is the guest today. She will be giving us her testimony. But before we go into the testimony, I want you to take a minute and reflect on the goodness of the Lord and probably where you would be today if Jesus had not helped you. Because as you go into this testimony, you will realize that without Jesus, we are just but nothing. So, Mom, welcome so much to this testimony episode. Before we start, maybe just introduce yourself. Kwa majina naitwa Pamela Liambu, ni mmoja wa wajane wa Roysambu Port. Asante sana Ma'am Pamela. Pengine tunaweza tupatia picha ya pale nyuma kabla tuingie kwa ushuhuda wa uponyaji wako. Pengine ulizaliwa wapi, ukaenda shule, maisha ilikuwa aje ukiwa bado mdogo? Nilizaliwa jimbo wa Homa Bay. Pale inaitwa wakati huo ilikuwa Kintu Division. Sasa hii ni district. Kwa Gweno location, Kawuor sub location. Nilikuwa mtoto wa kwanza kwa nyumba ya mama yangu. Baba yangu alikuwa mtu wa polygamy. Mama yangu alikuwa bibi wa 5. Nililelewa kawaida kama watoto wengine. Nikasoma primary school Warao, nikaenda secondary school UNIS, mixed school secondary. Hapo nilimaliza form 4. Alafu nikakuja hapa Nairobi. Nikaanza kazi na Ministry of Culture and Social Services.
nikatoka hapo nikakuja upande wa sports, Moi International Sports Center. Nikatoka hapo nikarudi culture, nikaenda Kiambu, nikatoka Kiambu tena nikarudi nikaenda Ministry of Water. Sasa tumeretire na Ministry of Water. Asante sana, umekuwa na maisha mzuri sana ya karia yako ukifanya kwa ministries tofauti tofauti mpaka sasa umefika kuretire. Je, wakati gani sasa pengine uliolewa ukapata watoto? Kuoleka mtoto wa kwanza nilipata 1984. Msijana alikuwa anaitwa Immaculate Awuor na akakuja kukufa 2008. Alafu mwingine nikapata 1989. Kijana Hawkins Omondi yuko anafanya na Ministry of Roads. Alafu mdogo 1992 Felix Omondi ako bado hajapata kazi. Tunashukuru, Mungu atapata tu. Mungu atafungua njia, ataweza kupata kazi. Na iko mdogo tena, niliwachiwa na dada yangu 2003 akiwa na 2 years. Anaitwa Roy Agani, sasa hivi ni mtu wa 24 years. Hata yeye tuko na yeye hapa bado hajapata kazi. Niko Asha. Sasa ni vizuri sana, tunashukuru. Sasa pengine utatuelezea tu, najua wakati fulani ukifanya kazi ulianza kuhisi vibaya katika mwili wako, na unaweza tupatie hiyo testimony vile ulikuwa mgonjwa na Mungu, vile Mungu alikusaidia? Sasa ugonjwa ya kwanza nilianza 1981 nikiwa form 3. Macho ya pande hii ya left imekuja kuisha 2017 second week of January. Ndio nilipata uponyaji wa hiyo macho. Ulikuwa unafanya macho? Ilianza tu siku moja kama kichwa inauma na ikakuja ikafura ikatoka nje. Sasa nikaenda Kindu Mission Hospital, hawakuweza, nikapelekwa Russia. Sasa Russia nikakaa 3 months. Ndio nilipata kurudi chini na nikarudi nikaenda clinic tena 3 months. Duration of 6 months ndio nilirudi kwenda na ikuisha. Ilikuwa ni kitu sasa inarudi tu wakati yoyote ikipatikana. Sipokuwa kufura ndio ilikuwa inatoka ile iliisha. Sasa 2017 second week of January ndio iliisha. Ulilazwa Russia kwa 3 months? Russia nililazwa kwa 3 months. Kindu Mission Hospital nilikaa wiki 2, alafu wakanitransfer Russia nikakaa 3 months. Nikarudi kwenda clinic 3 months tena. Sasa kile iliisha ni ile kufura kutoka nje ndio iliisha. Na hiyo kuumwa uchungu kichwa ilikaa inaweza ongezeka sasa yote. Sasa 2017 second week of January iliisha. Na iliisha kwa njia gani? Ulienda hospitali ama iliisha tu kwa njia ya Mungu kuponya? Iliisha tu kwa njia ya Mungu, ndio ilikuwa na hospitali sikuenda. Maana walikuwa wameshindwa hata walikuwa wameshindwa. Sasa usiku moja nililala hapo 2016 ndio nilianza kugonjeka. Sasa vile nilienda Kenyatta nikapigwa, nikaenda MRI, hawangeweza kujua ni nini. Sasa nilipigia Bishop Lutonga. Bishop Lutonga akaniambia man of God, wakati huo ilikuwa ni man of God. Akaniambia akasema it is well. Sasa sikujua nitaenda MRI, pia sikuelewa ni nini. Kama vile nilienda daktari akaniambia kwa hilo surgeon ati sasa nitaenda kupigwa picha. Sasa vile nilienda German X-ray nilikuta ni MRI. Sasa hapo kwa MRI niliingishwa kwa mashine
ikarun for 5 minutes, mashine ikabadilisha ndio ni kama chuma imeingia ndani. Sasa vile ile kabla daktari haja stop nikaona man of God akakuja, devil is a liar. Hapo wakasimamisha mashine wakanitoa. Ngoja kidogo. Wakati uliwekwa kwa MRI ni kama kuna chuma iliingia ndani. Sasa sijui chuma hii ilikuwa kwa kichwa ama ilikuwa wapi. Basi nilibadilika Qur'an. Kwa sababu MRI chuma yote ikiingia ni mbaya, ni dangerous kabisa. Ni dangerous kabisa. Sasa nikasema na hiyo ni nini tena, iko wapi? Kwa hii kichwa ama iko wapi? Sasa wakasimamisha mashine. Kabla hawajasimamisha vile ilianza hivi. Wanavogota akakuja hapo, devil is a liar. Ukashtukia tu na Mungu akatokea pale na akasema the devil is a liar. Devil is a liar. Na nurse pia yenye alikuwa ana watch na si pia akastop. Sasa nikaambia kumbe ulikuwa hapa. Nikaongea tu kwa roho. Kwa sababu hapo ukiingia inakaa kama ile sanduku ya Waswahili wakiingishwa ndani. Unaingia ndani alafu wanakuweka ndani ya mashine. Enda unatoa nguo, unabadilisha nguo. Kwa ina kitu yote kwa chuma kwa mwili. Hata si. Sasa unavaa nguo yao, sasa unaingia. Unaweka inafinya, inaenda inafunga mbugu. Nakwambia unaweza weka mkono hapa kwa roho. Ufunge macho ama uone. Na sasa hapo iko giza, huwezi kuona. Lazima tufunge macho. Ufunge macho. Sasa nikafunga macho nikaweka kifua hivi. Devil is a liar. Basi. Sasa hata mimi nikashtuka sasa. Kwani alikuwa hapa? Sisi nikasimamishwa. Akanituma kwa CCTV. Nikaenda hapo kufika siku hiyo. Niambia saa imechelewa. Nilienda nikarudi kesho yake. Wakaanza kunipa. Sasa vile nilifika hapo saa 1. Kila daktari nilikuwa nikifika kwake anatoroka anaenda. Kila daktari nikifika kwake anatoroka anaenda. Kila daktari anatoroka anaenda mpaka saa 10. Hii ilikuwa hospitali gani? Kenyatta. Sasa tulibaki na mwingine hapo, alikuwa mtu amekoma ni kama 70 hivi. Sasa huyo mtu wa record ndio akasema, mama, kama watu wamekataa waje nikufungulie pale, kama unakufa ukufe. Nikamwambia fungua. Basi hivi alifungua, nikienda kupimwa pressure ni 210. Sasa hii hakuna dawa hata ya kutuliza hata moja. Sasa nilipima tu, nikaenda nikatumwa lab. Lab kufika nikakuta mlango iko wazi. Nikaingia, wakastuka. Kwani umeingia aje na mlango inafungwa na kadi? Nikamwambia mimi nimepata mlango iko wazi. Ni ile unaweka kadi hivi ndio ifungue uingie. Nikamwambia mimi nimepata mlango iko wazi. Wakaangalia tulifunga na tuko na kadi. Nikamwambia mimi nimepata iko wazi. Angalia beba kuja pande hii. Sasa akaniangalia akasema akaona kama hiyo next minute nitakufa. Nilikuwa tu akaniambia basi baada ya wiki 2 urudi. Wakiwa na uoga hiyo. Sasa nikaenda. Saa hiyo tulitibiwa na daktari ya watoto. Akatupatia dawa, tukaenda wiki 2. Sasa nilikuja. Hasa vile nilikuja ilikuwa ni December sasa. Sasa 31st silikuwa watu wako Nakuru. Sasa nikawatch processes yote ile. Hiyo ni 2016 December. Sasa ule daktari sijui alikuwa ni daktari wa wapi. Alienda kwa Njoro akampeleka kwa Man of God. Sasa yeye alikuwa na HIV na pressure na sukari. Sasa wakati alikuwa theater akifanya processes ya theater akalusi macho ikapotea. Akakuwa kipofu. Sasa ndiye alikuja kuenda kwa Kisokondoro, akampeleka akaombewa, hizo gonjwa zote zikaisha. Mtoto wa Bishop wa Kitui pia akakuwa mgonjwa akaombewa akafa. Ule mtoto mdogo alipelekwa South Africa, yeye pia akapona ukimwi. Sasa hapo ndio niliona ule mjana Salim kupiga violin wa kwanza. Wakati huo alikuwa mdogo, sasa hivi ni mzima. Sasa amekuwa mkubwa. Sasa wakati hiyo kukula ilikuwa shida, kila kitu hakuna.
Sasa nilikuwa nimekaa hapo umekaa nikiangalia TV sasa nikasema na jioni hiyo nilimwambia watoto mnipikie dengu na mniletee karati. Sasa nikakula karati, dengu nilishindwa kukula. Sasa vile nilikaa hapo tumbo sijui ilikuwa namna gani, ilikuwa imejaa. Nasikia kupasuka. Nilikula hizo karati mbili. Sasa vile nilikaa nikasikia kama nataka kutapika. Vile nilienda kwa sink ya choo nilitapika, matapiko imejaa sink. Mpaka nikasikia jasho kidogo, nikaweka maji ikaenda yote, kaosha vizuri, nikarudi nikasema hapana, acha nitoe cushions zote nikalie juu. Nikakaa kwa cushions nikakaa, kwa sababu nikikaa hapa nasikia kulala. Sasa nilikaa mpaka saa 6 tukafungua wale happy new year nini basi. Hapo ndio nililala mpaka asubuhi kujisikia ni asubuhi. Sasa nikakaa tu tukaanza 2017 hiyo first week, hiyo second week. Sasa siku hiyo nilikuwa hapo akienda kibarua. Sasa damu imeanza kutoka kwa hii ya left asubuhi. Sasa nikasema nimepata baridi. Sasa nilikuwa nachemsha maji na kunywa. Nikisikia nachemsha maji na kunywa mpaka jioni. Sasa jioni mshiriki mwingine tuko naye hapa, hata alisema alikuwa anaitwa Lucy. Akakuja akaniambia nilikuwa nimesikia yeye ni mgonjwa nini, niko hapa na sijui. Sasa tulikuja saa 1. Tulikaa watoto wakakuja, tukapika, tukakula. Akaomba saa 3 hivi akaenda. Mimi vile alitoka hivi nikaenda tu nikalala. Sasa sikujua ni saa ngapi. Ilikuwa saa 6, ilikuwa saa 7, sikujua. Sasa nikilala nasikia watu wanaongea, mzee kama mtu mzee anaongea na vijana wengine. Naambia sika hii mkono pande hii na wewe usike pande hii. Hii kitu wewe ulikuwa umelala saa hiyo? Usiku nimelala. Sasa nasikia akiwaongelesha nasikia tu kwa usingizi. Naambia sika hii mkono pande hii na pande hii. Ni kama yeye alisimama hapa kwa kichwa straight. Sababu nililala upside down. Kulala hivi nikalala ya huko. Ndio niangalie kichwa ni huko. Sasa akashika kichwa hapa pale, ilikuwa inauma sana. Akang'oa kitu kingine akasema moja imetoka moja imebaki. Hiyo ni ndoto? Hiyo ni ndoto. Vile ameng'oa hiyo kitu vile nikaamka nikasikia chungu. Nikasema hapana, hapa naweza kufa. Nikakuja nikakaa pale. Sasa vile nilikaa nikaamka kitu pole na uoga. Hata sikuhakisha hata kuja tu nikakaa. Asubuhi ndio najisikia. Ukalala hapo kwa kiti? Nikalala hapo kwa kiti. Yule asubuhi hata sijasikia kitu. Ile uchungu iliisha hivyo. Sasa kwa hivyo ilikuwa tu ni uponyaji Mungu alikuletea. Ni uponyaji bado inaendelea. Kwa sababu huyu mzee unasema ulisikia akiongea na vijana wakishiki. Sasa siku hiyo usiku nililala tu vizuri, kesho yake huyu mzee tena karudi. Sasa kaanza kuomba. Tukiwa tukatanga huko anaomba na sauti ndio unasikia na kijaruo yote na nguvu. Kashindo na hiyo mzee tena akawa pia amerudi tena. Tena nikasa hapa naweza kufanya rudi. Na huyo mzee alikuwa anaomba, ulikuwa unamwona? Simuoni, simuona sauti tu nasikia. Unasikia tu kuna mtu ameingia na anaomba. Ni mzee ndiye anaomba. Sauti yake ni ya mzee. Sauti yake ni ya mzee. Na hapo hapa. Sasa vile natoka huko tunakuja tu akiomba na kaa hapo. Usingizi inanipeleka, sikuelewa tunasema amina ama tuseme amina. Ngoja, ulikuwa unasikia anaomba kwa bedroom na unalala. Lakini ukaamka bado unamsikia tu. Sasa hiyo maombi yake inaniamusha. Sasa nako wapi? Sasa nasema hapa naweza kufa. Kutoka huko tunakuja nakaa, nasikia kama amesimama hapo kando yangu. Anaomba tu. Sasa usingizi inanipeleka. Sasa sikujua tunaomba tunasema amen. Hapo ndio siku. Au kusikia mami kiisha. Naamka asubuhi. Asubuhi ndio ikifika ndio nasikia. Nasema sasa tulisema. Sasa hapo sijui. Anakaa hiyo wiki. Tena wiki nyingine. Anakuja tena. Sasa mara ya 3 siku moja asubuhi nikaenda kazini nikaambia mama, mama, niko mzee anakuja hapa ananiombea sana.
na sijui ni msi gani, Na naomba kwa Kijaluo. na naomba tu Kijaluo mzuri sana na ni msi. Kama akaniambia sasa hiyo siwezi jua ni msi gani. Ai, mimi nilikaa tu ile nilipona acha tu hivyo. Kuumwa na kichwa nini iliisha. Sasa si hiyo ni Januari. Sasa kufika Machi, siku moja asubuhi nikitoka naenda kazi nikaanguka hapo kwa stairs. Nikapasua hapa nilienda tu hapa Neema ndio nilishikishwa. Ikapona vizuri sana hii ya leo. Ilikuwa tu imepasuka. Imepasuka sasa. Hiyo disk. Nikasema tu asante, sikuongea na mtu. Sasa hiyo mambo ya hiyo kichwa na nini, sasa wakati nilikuja kujua alikuwa mmoja wa wale wasee wa 20 wa mbinguni, ni teaching ya 2021. Wasaidi wakuu wawili wakifundisha akasema hata wale wasee 24 inaweza Mungu anaweza tuma moja kuja kuombea. Ndio ilikuwa mzee wakati ule. Haya, hapo ndio nilikuja tena hiyo bado 2022 wakati watu wakitoka Menengai 6. Ndio siku moja pia alikuwa anafundisha akasema ule wa barua anapelekea Mungu barua kila saa Abraham. Ndio anapelekea Mungu barua ya maombi ya watu. Ndio mtu wa kupeleka mabarua ya kila mtu. Sasa siku leo ni maombi kama ni barua ya nini, ukiwa mgonjwa hii mtu ako hivi na hivi. Si anakaa kama wale potters. Wanapeleka hivi vitu kila mahali ni Abraham. Kitu yako yenye inakusumbua sasa hii ndio hivi. Basi ni Abraham. Hiyo ndio kazi yake. Sasa sio 2021 ndio December maneno ya mguu ikakuja. Sasa mguu ilianza 2019. Nilikuwa kwa ofisi nikajikuna tu hapa. Ikaanza na uchungu nikaenda Kenyatta. Sasa Kenyatta mara ya kwanza vile nilienda nilipata Dr. Mbacho. Ule alikuwa na dini na watu wakati wa corona. Sasa tukakaa na yeye tukaongea, alikuwa na students pia. Sasa akamwambia hii kitu inaitwa corn. Zile zinafuraga kwa mwili zimekolea. Sasa akanipatia dawa hapo ya kupaka na tablets ya kumeza. Ilikuwa inaitwa Tabiba. Sasa nikaenda hapo kwa hizo chemist yao nikanunua both ointment na tablets. Nimeza for 30 days na hii inaisha. Nilikuwa nikameza hivyo, wakati nilirudi nikatumwa kwa watu wa mafupa. Hapo kwa mafupa sikuenda, nikasema mafupa yangu ni sawa. Hapo kwa mafupa nikienda na data shida nyingine. Na hapo kwa watu wa mafupa kliniki na saa 9 ya usiku, saa 12 imeisha. Saa 12 ya asubuhi. Wewe lazima ukue ulale hapo. Watu wanakuja wanaenda tu. Toke saa 8 ufike huko saa 9. Hapo ndio hapa simu. Nikarudi tena nikapatana na mama mwingine tulikuwa tunafanya naye kazi Lucy. Kaniambia iko mwindi mwingine, msungu mwingine wa Italy. Na kuna kliniki hapa Park Road na tutaenda kwake na muongee na yeye kama ni sukari ya kutibu, kwa sababu alitibu mama yangu. Sasa vile nilienda hapo kwake akaniangalia mguu, akaweka dawa yake, akanifunga, akamwambia sasa
Tuesday ndio clinic, na clinic tunaenda Lions. Hapo ndio lab iko. Sahii bado tuna collect tissues kwa lugha ya medical. Sasa vile ilifika Tuesday, nilienda hapo nikapelekwa lab. Lab hakuna kitu alikitoa. Hata yeye akaogopa, akaniangalia, nikaona ni kama hakuna uoga ingine, lakini hakuna kitu sasa. Lab inaonyesha hakuna shida yoyote. Kuna shida yoyote. Na mguu inakusumbua. Na mguu sasa imetoa kidonda, sasa hii damu na hii maji inatoka wapi? Hiyo ni 2020 sasa. Sasa nikaenda hapo, nikawachana nao, nikasema hapa hata sioni. Tukaendelea kufika 2021. Siku moja masaidi wawili wakubwa walikuwa wanafundisha asubuhi, nilikuwa nimekaa pale. Sasa nikasikia, nikamaliza teachings, nikaambia wewe kijana yangu Roy, nikamwambia Roy, leo maji imekuja, kwa sababu maji inakuja katikati. Maji iko, nikamwambia basi nichotee nioshe bedrooms zangu. Sasa nikaamka hapo, sabuni naweka hapa, nikachukua sabuni, nikaenda hapo nikaweka sabuni kwa karai, nikachukua bedrooms nikaweka. Nikasema acha nichukue kasuku iko kwa choo ndio nichote maji haraka. Kumbe saa hiyo damu sijui ilikuwa nini ilifanyika. Nilikuwa nafikiria ni vein, vile tulifika Kenyatta hiyo vein haikuonekana. Vile natembea, kumbe bedroom imesha ruhusa, hata kila kitu iko damu. Kwa hiyo damu inaruka inaenda kwa mguu. Sasa vile nimetoka hapo kwa mlango ya bathroom kuingia kwa choo, nikasimama hivi kwa sinki. Nasikia na nitapigane hiyo inamwaga maji hiyo. Hii mlango ilikuwa wazi. Sasa vile imesimama hapo, si mlala hapo kwa ukuta. Kumbe inaruka hapo. Ni kama inatoka na pressure kabisa. Ilikuwa na pressure kabisa, inagonga mlango. Na hiyo nitapigane. Unajua ni mguu. Sijajua ni mguu yangu ndiye inaruka damu hivyo. Sasa nikiangalia mlango najua nikamwambia Roy, leta maji, nikakuja nikakaa pale. Nikamwambia hata huyu Devi alikuwa hapo, muite. Sasa aliyakuweka mguu kwa maji kwa karaya, nikaanguka chini. Sasa simu ilikuwa pale. Yeye akachukua kupigia kila mtu anaweza pata. Hawa mama waduka wakakuja na Lucozade box. Sasa nikuchota maji na kuweka kwa kikombe yako. Kuweka kwa kikombe na kuniwekea. Basi nikasikia mzuri. Mwili yote, nguo yote ni maji. Dr. Inlo pia asiaka pande ya laki. Yeye akafika. Sasa wakiangalia hata vitu damu kila mahali. Iko neighbor ingine pale. Ni polisi na sikujua yeye mkubwa. Kakuja akapatia Omondo kifunguo kijana. Kaambia kifunguo ndio tafuta driver mpeleke mama Kenyatta. Gari yake. Sasa vizuri tukapata kijana mwingine akakaa, alikuwa anapata faida beni. Kifunguo tukaenda Kenyatta. Sasa vile tulikuwa tunaenda kila road block. Hii ni gari ya madam na nini? Hii ni wagonjwa. Wanaijua. Aliweka ala kila road block tusi. Kama tumeiba. Sasa vile tukaenda Kenyatta, vile tulifika Kenyatta, watu Kenyatta waliona hiyo pesa. Walikuwa na sister Lydia. Lydia tulimpigia yeye pia akakuja. Sasa hiyo msije pia ikatuma ikarudi Tiswell. Wacha nikae hapo Kasult. Walinidunga tu sindano moja hapa kwa mapaja. Hii kitu ikitoka ikifika huko imepotea. Sijui nini imepotea. Lydia akajiuliza, sasa hii ndio gani? Mimi nikaambia Mungu umeona kasi ya Shetani imekuja hapa na nguvu sana, inaharibu kila kitu. Hapo kwa machala pale nimewekwa, nimeomba tu nikamwambia nyosha mkono yako, ile kitu inatakikana ifanye. Kufika saa moja nilikuwa napelekwa scan. Vile niliingia kwa kitanda nikafanywa sitima Kenyatta yote kapotea mpaka asubuhi.
Yaani kila ukienda kutibiwa kuna shida tu inatokea ndio usitibiwe. Isiendelee. Tulikaa hapo kwa korido, watu walilala hapo kwa korido mpaka asubuhi. Tunaweza na hivi haina generator na haina hata emergency yoyote inaweza fanyika. Tuko tu na emergency tonight. Inabidi tu watoto wako kwa korido. Mpaka kesho yake saa 10. Madaktari wanapotea yote. Haya. Tukapelekwa. Tukaenda scanning saa 10. Sasa tukaenda kwa ile pande yao ya private hapo nje kwa mlango hapo. Nikawekwa kwa mashine. Vijana wakapotea. Sijui walikuwa wapi. Maji ikatoka kwa tumbo moto kia. Nikasema sasa Mungu tena. Ikamwagika. Sasa nikasema tenda hii. Stima inanichoma sasa, bila wakaona. Sijui walikuwa wapi, wakaona wakakuja. Wakasimamisha na simu. Tukaona hiyo report. Na mko waipewa report. Sasa naenda kwa daktari mwingine, alikuwa anakaa kama ni mtani. Ananiambia hapana, mimi si Mkenya, sijui Kiswahili. Tukamwambia hapana, hata sisi tunajua Kisungu. Sasa ni simu. Sijui alikuwa anaongea na nani. Ndiye anamuongeleza, anajaza form ya kwenda ward. Nikamwambia hapa. Hii maneno ni mzuri kweli mimi. Ward tukafika saa 7. Ile room niliwekwa. Ni room ya kuweka wale wamekufa wanangoja hapo wapelekwe mche. Sasa mimi sikuelewa. Sasa asubuhi tulifika saa 7, nilikuwa nimechoka na hiyo machela. Sasa inaenda 58 hours. Kutoka casualty nikalala hapo mpaka asubuhi. Kuamka daktari akakuja akaniambia, na wewe ulikuja na ukarudi nyumbani? Nikamwambia hapana. Tarehe 15 mpaka leo tarehe 17. Nikamwambia nilikuwa tu chini tu. Sikuenda nyumbani. Kaniambia basi sawa. Haya, hapo nikakaa nikaangalia ile room, nikasema hivi. Kwani Yoshi? Kijana mwingine tena akaletwa. Alikuwa anaitwa Kadogo, mama, mimi sitaki kukufa. Wakati alijua hapo ni mali wanaweka maisha. Kwa sababu amemaliza mwaka moja hapo kijana, anajua kila kitu. Tukaletewa ndizi. Sasa tu tukule na mimi sitaki kukufa. Nikamwambia kwa nini unauoga? Hapana, mimi sitaki kukufa. Nikamwambia tutatoka tu. Unafikiria tutakaa hapa? Tutatoka tu. Kaletewa chai tukakunywa. Ifika saa 7 mama alikuja. Sasa wakati wa corona watu walikuwa waingi. Sasa si hapo kwa mlango nikaenda hapo. Nilikuwa nakwambia. Kaongea na yeye akadogo akakuja. Tumetolewa iko wengine wanapelekwa huko. Nikamwambia sawa. Kwanza tutoke tukuje kwa wenzetu. Kumbe hawa ni wale wamekufa kwa pale tunaletwa. Nasema Mungu ni saa yangu bado. Kwa nini hospitali ilikuwa imejaa? Si unaona vile nimeweka mesa. Na hii ni watu. Wale ni watu. Hii mesa kubwa ndani hiyo ni mtu. Hii ni mtu. Hivyo. Na umekufa. Si tuko kwa ward vile imejaa. Hakuna corridor hapa ya kutembea, pale kidogo tu. Na sinki tuko pale naye kwa anataka kuongeza maji nini hapo. Ndio uende nje. Sasa ni squeeze hata tukakaa hapo kalala mpaka asubuhi. Kabla ile daktari alikuja asubuhi tena alirudi tena jioni, ilikuwa Saturday. Ile alirudi jioni akaniambia kama kuna kitu unafanyiwa hapa ili uende nyumbani. Kwa hiyo masaa yote huko eti leo. Daktari akaniambia ngoja kidogo nitoe huko kwa watu tunaongea na yeye hapa kwa ofisi. Na hiyo ngoja kidogo akaja sasa. Uliandikiwa uende Kenyatta. Uende Kenyatta. Sasa fomu nijaza utasaini. Nikamwambia pana wacha niingie na mtu wangu. Ndio kesho utapata ripoti kama naenda basi. Nikajiuliza hii
Kaambia Mungu, hiyo mdomo ya kwanza ndio yangu, hii ya pili si yangu. Ya kwenda nyumbani ndio yako. Ndio yangu. Ya kwenda theater utaki. Si hiyo ndio daktari. Na yeye pia ameona hakuna kitu nafanywa. Hiyo ya kwanza ndio yangu. Sasa kitu vile alirudi niambia, wacha tu nitoke. Mwende nyumbani. Sasa tutaandika wakati nikamwambia. Si tutaandika na wewe ama wewe ndio. Mimi nitaandika ni sign hata wewe utasign. Nikamwambia basi hiyo ni sawa. Usikae na wasiwasi. Sasa hiyo mguu ilikuwa inakaaje? Sasa hiyo tanda naiko ilikuwa imekatika. Ilikuwa imekatika. Na maji ndio mingi. Na damu. Sasa kaambia pesa kasi iko, nilikuwa na pesa nyingine kapigia watoto. Kaambia pesa iko pale, nichukue na nguo nijiweke. Dawa discharge. Tukitoka huko saa 2 ya usiku. Vile nilifika hapa, mama alikuwa anataka Mungu asante sana. Sasa simenirudisha. Sasa mimi saa hii sema nitaenda hospitali gani, sitaki kujua ni siku gani na wakati gani. Sasa useme naenda hospitali gani? Waje sasa hiyo kumbe umetoka. Ulikuwa unaogopa kwenda theater? Daktari hakuna theater theater. Kwa sababu daktari alipokuambia upelekwe theater ukasema wewe unataka awi ni wa ward. Ule aliandika hakuna. Alisema mpigie simu. Kaonekana. Na kwa theater walikuwa wanaenda kufanya nini? Kuosha mguu. Sasa kasikia sasa hii mtu kama yani yule mtu ataka theater na yeye ndiye alijua nini tunaenda kufanya. Sasa tunirudi nyumbani, Mungu atasema tutangeni, nitaenda usiku. Si amesema kama hakuta kitu kufanya. Sasa tenda tuende theater na mwana. Hii ya kwanza ndio yangu. Sasa nikakuja. Nikakaa hapo, ilikuwa ni Mei hiyo 2021. Hata sasa hiyo masaitani sote siongezeke. Sasa tukimaliza teachings hivi nikienda kulala hivi tutaona hiyo Mungu yake. Naambia mtamwona. Nani anasema? Sitaipenda. Unasikia sauti? Sina kuja na muona mweusi. Nitaona hiyo Mungu yake. Naambia utamwona. Vizuri sija. Ulikuwa unalala alafu unaota? Sioti. Si hiyo 2021 teachings zilikuwa zinaenda kila siku wakati wa corona. Wakati wa corona. Sasa nilikuwa nakaa hapo. Nasikia mpaka sasa ile hii. Hata siku moja nilikaa hapo nikaona ule mtu ilikuwa wa Eldoret tamu wapi ile alifukuzwa hospitali, mguu ilikuwa na kansa. Ile mguu ilikuwa imetokoka inatoa tu Osaa na vidudu. Ule bibi yake alikuwa ameenda na kurudi akakuta mapona akachoma kiti. Sasa siku moja akiletwa hapa nikaona mguu inafanana kama hapa. Kama hapa. Anaonyesha nikasema sasa tena hii ni gani? Ndio nikafuata hiyo kufuda yao. Si hata mimi nitapona kama huyo. Sasa nikitoka tu naenda kujiwekelea hivi hata sijalala. Nitaona hiyo Mungu yake. Yeye utamwona. Mungu wake. Nitaona hiyo Mungu yake, atakwambia yeye utamwona. Unamrudishia, unamjibu. Si ndio? Uoga iliisha. Na alikuwa, hebu tueleze vile alikuwa anakaa, sura yake ama vile amevaa. Kuna nguo ni weusi tu juu mpaka chini, weusi. Kuongeleza tu, nitaona hiyo Mungu yake, utamwona. Na ukisema hapa sasa ndikukaa ngangania, kuna cha kupiga nduru kama saa imefika. Hiyo ilikuwa vitakari. Ama ndio maana Mungu alituma ule mzee alikuwa na mzee alikuwa anaombea ya kichwa. Ya macho. After kungoa si alirudi kuombea. Yete kabisa.
Sasa vile nilianza hiyo 16 nikaenda tu 17 ubuyu pasuka 18 siku moja nyoka ikaangukia hapa, ikifuata njia nyingine hapa. Ukiwa hapa kwa estate? Estate tu nikitoka hapa simuona njia nyingine hapa ya kuingia hiyo block nyingine. Ilikuwa siku ya Eid Fitr na nilivaa socks. Sasa mimi natembea nasikia kitu, nikiangalia ni nyoka. Imeruka tu ikakuuma. Hata sikusikia kama imeniuma kwa sababu nilienda hospitali wakaniambia haijakuuma, hiyo ni uoga. Aya. Sasa nikasema sasa ni kitu gani tena? Na vile niliona hiyo nyoka ikikaa nyeusi, si kawaida, nikasema zile nyeusi inakaa hivi kai. Kaenda huko mimi nikarudi nikasema saitani kwenda huko. Yuko naogopa. Kwa sababu hisi maredio yenye na inaitwa niko teachings zingine ilikuwa ni ya zamani kabla hata saa hii bado iko. Nisamesahau vile inaitwa. Ndio walisema saitani hakuna cha kupiga naye kelele. Na usipige kelele hata jirani isikie. Kwa sababu pale adui iko ujui. Sasa anasema nini? Ujui kama yeye ndiye adui. Anasema hivi, kumbe hii inafanyika, basi wacha niongeze. Sasa ni maneno ni kuongea tu peke yako polepole tu. Na Mungu. Kuna mtu unampigia. Ukiona ngumu na muda gani kama Mungu umeona hiyo usaidia. Hiyo ubaya maliza. Na usipige kelele. Hiyo hapana. Nikasema kumbe hizi vitu hivyo basi. Sasa si unajua unapata maneno vile unaendelea. Sasa nikasema sasa hata wewe Mungu yangu mtaona tu. Sasa alikuwa ana make sure tukimaliza tu hivi. Wewe unajisumbua. Utamuona tu. Naenda tu. Sasa Sister Lydia ndiye aliniambia hiyo mguu sasa. Utakuwa ukichemsha maji. Unaweka kwa karai, hata hiyo karai iko huko bedroom. Unatumbukiza ndani, unapangusa pole na kotoa ndio unapaka dawa. Sababu nyama ilikuja kuanguka hizi zote. Ndio hapa iko na mafupa mingi sana na nyama mingi sana. Huko yote. Mpaka ikabaki mifupa. Sasa hiyo ndio nilikuwa nafanya. Sasa nafanya lakini nakuuliza. Na hospitali yani zingine pia nimesahau nakaa. Nimechoka na hospitali. Sifikiri maneno ya hospitali. Sasa zingine sasa Mungu nitaenda hospitali gani? Bado niko tu nitaenda hospitali gani tangu Mei mpaka hiyo Disemba. Mimi naendelea tu. Mimi pia tayari ndio natumana mniletee mimi na painkiller nyingine hapo nilipata inaitwa Powerjas. Sasa ndio nameza asubuhi na jioni. Mimi ninaendelea tu sasa mwili umetii. Kitu gani tena imeendelea kwa mwili sasa. Sasa hii sijui. Kwa sababu wakati hiyo tendo nilikata niliita Sister Lydia alikuja akasema mguu itapona. Sitarudi tu. Akaongeza vijana lakini ukana wasiwasi mguu itapona. Hiyo tendo nitarudi. Hata jirani yangu hapa alikuwa anakuja anakaa hapo yeye anakaa. Mguu nimeweka kwa maji. Sasa napiga tu story. Aniangalia nikiweka dawa. Sasa wacha niweke box nikanyaga maji. Nabadilisha dasta yote mimi. Wengine ikifikiria ni damu tena. Kwanza wakati ile korona maji ilikuwa damu. Nilikuwa navaa open shoes sasa siwezi vaa close. Utaniambia mama huyu inatoa dawa. Naingia kwa hiyo maji yanasongeka hata ndo.
Simama tu hapo, maji inamwagika, inaenda, inasimama, natafuta zile choo, naenda nakaa. Sisi zingine iko na bench hapo hivi, nakaa hapo napumzika polepole. Wakati umetoka kwa ofisi? Wakati nimetoka kwa ofisi, hata kama natembea tu hivyo tu. Sasa kwa sababu ulikuwa ukiweka bandage, ni kama mimba iko imekaa hivi, inakuwa uchungu. Inakuwa uchungu sana, hata nafikiria kupiga nduru. Sasa tunaendelea tu. Haya, siku moja Desemba hiyo imefika, nilikuwa hapa nitaingia, akaniambia kesho brada yangu na ndugu yangu watakuja kukuona na bibi yake watakuja watatu. Nikakaa pale, sasa watakula nini? Hiyo hakuna hata kitu. Nikalala, nikasema kesho nitaenda. Nikaambia mama, angalia hii yenye pale Equity iko. Sasa nikasema, nikamwambia Kariobangi ni mbali. Akasema iko hapa Garden City. Haya, nikamalizana, nikafunga mguu. Sasa kutoka hapo kwa nimekaa, nivaa hiyo open yangu, hapana. Leta hizo yangu, hapana. Leta zile zingine. Akasema sasa hizi ni kubwa. Nikamwambia hata hiyo yangu ni bebe, kwa sababu nikiteremka hapa sinaingia kwa ruma. Haya basi, nikang'ang'ana, nikateremka, nikafika chini, nikaingia kwa ruma, nikachukua hizo zangu, tukaenda Garden City. Vile tulifika tukashuka chini, sikujua wako na security poa hivyo. Hawa security wakiona nimetana orange. Sasa kutembea imebadilika, kumbe figo imeharibika. Mimi sina gari, wakaniletea wheelchair. Nikamwambia wewe kimbia kwa baba, chukua kama, kwa sababu tulitoka hapa saa 8 na saa 9 sasa inafunga. Nikamwambia kimbia chukue na hapa ndio rudi pande. Kaenda kwa namba, tukapanda juu, kufika juu nikapewa hapo kwa customer care. Nikamwambia leo nataka nifungue mobile bank. Akaniambia sawa mama. Haya, tukafungua, nikiingia ndani kwa cashier, nikamwambia mama, mbele konti yako ilikuwa ina mungu sasa, sasa wanaingia mobile bank. Nikamwambia nimeshinda kutembea sasa. Kaniambia wewe ulikuwa customer mzuri, ungefaa na mobile bank. Nikamwambia vile nimeshinda. Hata branch manager akakuja, mama ulikuwa sasa vile umeshinda, aje tukupatie mobile bank, hakuna shida. Haya, siku hiyo nikachukua mobile bank bila kujua. Kwanza vile nilienda Post Bank, ndio wakaniambia msemaji, hapana wewe unaputa sana na mobile bank, mwacha tujaze. Hala chap bila kufikiria nikapewa. Nikamwambia wewe sika hiyo vitu. Mobile bank nikachukua. Sasa kesho yake si hao wanakuja tukununua chakula huko, vitu vingi. Sasa vile nilikuwa na walikuja, si nikiwa hapa sifungi kwa sababu hakuna mahali naenda. Sasa hata yeye ndiye ananiambia hapana, wewe sitoke nje mpaka hao wakule. Vitu yote tumalize, wewe utatoka baadaye. Kuona siku ile mama Dorcas alikuja hapa, alishindwa kukuja vile alishindwa kukula vile aliona mguu. Nikamwambia ndio nilimshinda. Sikujua hiyo ndio tunamuitaga Nyamino. Nikamwambia hiyo ndio sikujua ndio imefanya Nyamino kosa kukula. Nikamwambia basi yangu mniletea hapo, nikakaa huko mpaka walimaliza, nikakuja nikakaa pale, tukaongea nao. Kumbe siku hiyo ndio message imekuja. Ilikuwa tarehe 10 na kitu. Sasa nikikaa hapo, bibi harusi ananipigia. Maneno ya mguu yako ilisema inapona. Alisema mguu yenyewe inatoa maji, si hiyo mguu yako tu. Dakika kidogo sijui msiara gani. Nikakupigia tena nikapigiwa mara ya 3. Nikamwambia si prophecy ilitolewa ya mtu mwenye alikuwa na mguu inatoa maji.
Sasa nikamwambia simu nitumia hata mimi nisikiane. Haya. Sasa nikasema haya basi. Mimi nikafikiria ni hiyo weekend nyingine. Haya, sasa nikaona nikasema sasa hii naweka fare yangu. Sasa kusikiza vizuri ataenda na mwezi ya kufunga mwaka sasa sini Desemba. Kasema hizo nitaenda. Bado fare iko. Nikaendelea hivyo. Sasa hiyo vitu ikakuja sasa kuamka hata kutoka kwa kitanda nifike hapo kwa bathroom. Sasa vitu yote ni hapo. Sasa hata nikikunywa hata maji sinatoka tu. Hata kila kitu hakuna kitu inakuwa kwa tumbo. Nikauliza Mungu, sasa hata matumbo yote leo umefunga. Kuna pale kitu inasimama. Sawa. Na useme naenda hospitali gani? Ulikuwa unataka tu Mungu ndiye akusaidie ujue ni hospitali gani watakushughulikia. Sisi nimefukuzwa nikienda watu wanatoroka wanakuangalia sio unashangaa sasa. Hakuna mtu anataka kutibu. Sasa sio namwambia sasa wewe ndio uamue. Si anasikia? Sasa ikafika nikaona sasa siwezi enda hiyo Nakuru. Nikauliza Beatrice, bado watu wanasupport kukutana na yeye. Na inafanywaje kupigia Bishop? Nikapigia Bishop sana atuma tu nikutumie. Haya, hiyo fare yangu nikamwambia wewe nakutuma wale wanaweza kwenda na waende na wapone. Hata mimi niko hapa nipone. Haya, vile Bishop alituma hiyo fare. Kanirudishia message nimetuma. Nikirudi kusikia teachings nasikia matangazo ya madharura kutoka kwa Bishop Chaka. Na hii Bishop George Chaka anataka kusema nini? Haya, wale wote wagonjwa ukiwa hospitali usitoke hospitali, ukienda kwa kiwanja utakufa. Ubaki tu hospitali. Nikasema basi. Sio nijibu maombi sasa sana hospitali ni gani? Hiyo ni kama imebaki siku mbili watu wa mkutano wa Yanke. Haya, mkutano imeanza bado tu niko kwa nyumba. Watu wapi nini? Haya basi kufika 31st. Sasa maneno yamebadilika. Sasa hiyo asubuhi toa ndani akatoa damu kwa mkono akapima. Tena nikarudi. Nikakaa 45 minutes. Niliingia saa 1:15 na nikatoka Kibaki kuota tena saa 3. Sasa kesho yake vile ilirudi nikachukua ripoti nikapelekea daktari. Daktari aliangalia akashindwa hii ni nini, haoni kitu. Akanituma niende nipime HIV. Sasa nikaenda kupima. Sasa nafikiria asubuhi ya kwenda Menengai. Asubuhi ya 31st. Menengai inaisha watu wataanza Happy New Year usiku. Ndio kile ingine ndio sinema iko hapa. Sasa naenda hapa nafanyia sinema hapa nafanyiwa first aid. Naanza na hapo ndio najua hospitali gani na sasa wamekuja kuongea sasa hakuna msuri. Sijui daktari wa Kenyatta iko amefungua kliniki hapa. Jirani ndiye akaenda akamleta. Kaingia kwa nyumba. Mpaka kwa bedroom. Tena sijui sasa imebaki kila kona watu wanaingia tu. Sasa kila mtu watu wanasanga, wengine wanaanguka chini wakiona mguu. Kwa sababu kulala siku kwa nalala. Nikikaa hivyo narudi tu. Tena narudi tu. Hakuna pahali ya kuweka mguu kwa kitanda. Maji, damu nyingi. Sasa nikaambia hiyo niliona hata hiyo kitanda sio kitu. Kanangana nikaweka mguu yote juu. Sasa simebadilika. Kichwa ni pande hii, mguu pande hii. Sasa akasimama kwa mguu. Aliniambia sasa hali tukipeleka ni kwa sababu Kenyatta watibu watu. Kile ingine nitakuja. Tena nitawekwa kesho vile ningewekwa Kenyatta 58 hours. Hapana. Nikamwambia unajua daktari, asante sana. Sasa mimi naenda hapa Neema. Ndio nifanyiwe first aid kwanza
ndio tuanze na hapo. Namrudia anasikiza ananiangalia. Mwenendo naenda Neema nifanyiwe first aid ndio tuanze na hapo. Analeka undike aka ama ende Kenyatta, naambia hapana, naenda Neema ndio nifanyiwe first aid ndio tuanze na hapo. Ananiangalia kama alikuwa anafikiria hivi. Daktari unamwambia wewe utaenda Neema ndio nifanyiwe first aid ndio tuanze na hapo. Daktari akaniangalia akatoka. Sasa kufika akamwambia daktari umeona akaona kama utaki ya maneno yao. Daktari amechanganyikiwa pia ameshindwa. Hii mtu. Kaongea vizuri hicho anaongea ananiambia. Aende katika hiyo. Anaingia aende Neema kwa hiyo familia. Waanze hapo. Na mtu yaani. Sasa mtu akimuuliza daktari ni aje? Tupatie pesa ngapi? Kaingia kwa gari yake. Akaenda. Tukabaki hapo. Sasa yeye pia ni kama akaogopa. Akashindwa. Unajua inafika unashindwa. Sasa akaita tutangamia situate ni nani? Mtafute gari, sipose hapo ulipe. Twende Neema. Magari ikakuja hapo tatu papake hapo. Sasa wangepo wanitoa ni. Sasa vile nikawekwa gari ya kwanza tumbo maji ikatoka lolo kwa gari hapo. Niliambiwa tu sikujua, nikabadilishiwa gari nyingine. Hata hiyo ikaenda. Wakati huo sasa ni kama huko unajielewa sana. Nilikuwa najielewa. Kile ilikuwa inanisumbua. Tumbo imefungana, kuna kitu inasimama ndani. Kumbe figo imeenda stage 3 imekuwa malaria. Hakuna kitu inaweza simama. Hiyo sijui. Tukafika Neema, tukaenda hapo Kasuti. Daktari akafanya first aid haraka dakika kidogo nacheka wanasema. Hii mama kitu yake ni usiku. Jiwe ni mgonjwa sana na anacheka. Ndio nikamwambia, daktari anafanya first aid haraka. Anafanya haraka sana, sasa nasikia mzuri nacheka. Sasa ndio huyu alikuja kuniambia, mama unajua mwili yote ilitetemeka tunafikiria wanataka kukimbia. Hiyo ilikuwa nguvu ya Mungu. Ukiwa hapo mwili katetemeka. Vile daktari sijui dawa gani alitumia. Yao ndio wanajua ukifanyia mtu first aid haraka haraka. Kwa sababu ilienda faster sana. Nikamwambia sasa nikuchekecheka wanashinda. Nikamwambia na amefanya first aid haraka. Wakaambia sawa. Sasa nikamwambia kauliza daktari na sasa hii mnatibu watu kama hivi? Hapa natibu. Wacha tupatie nyinyi namba ya St. John ambulance. Na huyo kijana yangu mkubwa Umondi wakati wa Christmas alienda nyumbani. Sasa siku alikuwa anarudi na hisi kocha alichelewa. Hisi kocha kemwacha akafuata na pikipiki. Sasa yeye vile aliingia ndani ya hisi kocha. Ile kitu aliona kwa hisi kocha namba ya St. John ambulance. Hata akachukua. Sasa vile ilimfanya hiyo kitu ndio aliona kwa hisi kocha peke yake ndio akachukua akaweka kwa simu yake. Vile alikuwa na pale akilinganisha ni sawa. Akakumbuka ile namba alichukua kwa gari. Sasa hao wakampatia namba ya St. John ambulance ni kufinya finya. Ile yake alisachukua inatoka. Sasa akachukua hii namba nilichukua haji. Sasa akapewa namba ya hospitali nyingine isini inaitwa Labib.
wakapiga, hao ndio walichukua simu ya kwanza. Dakika kidogo, hospitali kama 10. Tunakuja kuchukua mgonjwa nini? Kila mtu sasa anakuja. Wakati mlipigia St. John's, ni kama pia wao wana vile tulipigia St. John, ile namba St. John ilipatiana. Ni namba ya hospitali ya ICD la bibi. Sisi tukawapigia. Sasa wengine tena wanapiga. Wanataka wakuchukue. Sasa nikamwambia hapana, ule mlichukua ya kwanza tuendeni na hiyo. Tukiwa kwa barabara tena wengine kama wanataka, nikamwambia hapana. Si nyinyi ndio mmekuja ya kwanza, tuliko kwa gari yenu. Tena shida gani mnaanza? Twendeni. Tukaenda hapo. Hapo kufika. Si wakaanza matibabu. Vile nilifika usiku wakanitibu 2 days, 3 days. Kasema sasa nakupeleka dialysis. Akaniweka kitu ingine hapo kwa simu. Ndio wanaingiza hizo mapaipu zao. Kwa inakaa hivi. Sasa nikaanza dialysis. Daktari ya Kenyatta tena ndio mtu wa kuangalia kwanza. Hapo la huyu. Sikujua ni huyo ya Kenyatta. Hiyo siku ya kwanza alikuwa 2018. Siku moja nilikuwa hapa saa 7, sikujua ni Saturday ama ilikuwa siku gani. Sasa afternoon sile advert inaletwa. Akakuja na msichana mmoja hapo. Alikuwa mgute ni kama hiyo yangu. Sasa akasema anatibiwa na tena tumefuga maggots zile kubwa za choo. Ndio tunatoka tunaleta inakula hizo uchafu, tunasafisha tunaweka ndani. Alikuwa anamuuliza na akasema jina yake na akaweka namba yake. Nikasema hiyo ni ugonjwa zote. Ndio mtu akiwa mgonjwa anaweza mpigia. Kuja Kenyatta. Aya. Sasa mguu bado 2018. Kumbe kijana alisika jina yake. Sasa siku ya kwanza, siku hiyo tukifika hii hospitali ICD na jibu. Yeye ndio mtu wa kwanza kukuja kuangalia kwa sababu hawa alimwambia hiyo ni sukari sijui nini watu wa Kenyatta walisema. Sasa vile alikuja akafungua mguu anaangalia anasema hapana. Hii si sukari, hii itatibiwa na itachukua muda na itapona. Muda tu ndio kuchukua na kupona itapona. Na hiyo sukari mnasema ni Kenyatta. Mniambie niko na gani niende nilete hiyo result. Ndio tutumie. Yeye akiangalia tu hivi na macho alijua hii si sukari. Si hiyo ndio amesomea hizo vidonda. Sasa akiona hiyo kijana vile alimuona akasema mama ni yule alikuwa kwa TV wakati ule. Nani nisike jina na nimejaribu kumpata niongee na yeye hawa akamficha akae. Sasa hawa aliwaandikia vitu yote wakaona hiyo ni process nyingi na hizo ni vitu ni beika. Sema dawa nini kila kitu ni beika. Wakakuja sasa mguu sukari haiwezi tipika sinakatwa so. Wanakwambia nakukata mguu. Sasa kwanza nimalizane na dialysis. Sasa nikapelekwa dialysis. Sasa kupelekwa dialysis. Siku moja nikapelekwa asubuhi wakasema nitoa nilikuwa naenda toa siku ya 3 sasa. Nikaenda. Daktari akaniweka tukakata na ikafika saa 5 nafikiria si ilikuwa 7 nafikiria nataka akaniambia mama nataka kukimbia town kidogo narudi. Na mzee mwingine pia alikuwa hapo, yeye ni bedridden. Fio imeenda kabisa, vitu yote yanafanywa hapo. Na alikuwa half naked. Na alikuwa na manyoya. Hata hizo kusini walikuja mpaka akapata nafasi ya kufika dialysis. Vile alisituka. Alikuwa na vile aliona huyu mtu walikuwa na udhiambo. Vifungo yote ikaanguka akastuka kabisa. Ndio akasema anacheka. Aliona huyo mzee akashtuka. Hata mimi siku ya kwanza nilistuka. Nikasema amekufa mbona hajapelekwa ICU? Nikasema hapana, kupumua na kupumua vizuri ni figo ndio imefeli.
basi ninakaa tu usiku na mchana. Sasa vile nilirudi ya pili, nikasema Mungu, kama siku yake yako si Mungu niamke aende kwake. Watu wake walikuwa wanamuona tu hapo, wanafanyiwa hapo. Sasa tukawachwa hapo. Alienda mpaka saa 11:30 ndio akarudi. Daktari sasa. Sasa vile alirudi, kaona anaangalia masimu, ananiangalia, kaangalia masimu, ananiangalia. Sasa na daktari anaangalia. Akaenda. Akamwacha tu. Akaenda akaniacha tu. Alikuwa anaangalia masimu yangu, ananiangalia. Vile umeweka picha hiyo. Wewe pia ulikuwa umeshako kwa mashine? Nilikuwa kwa mashine. Alitoka asubuhi akiniacha hapo. Hiyo ni siku ya 3. Sasa basi nikojua kama hiyo picha na wewe umelala hapa chini. Sasa anaangalia hiyo masimu yangu. Ananiangalia. Kaangalia ya kwanza hivyo akaenda. Kakaa kama 5 minutes akarudi tena. Na pia fanya hivi, karudi hivi. Mimi akaenda. Sasa ya 3 akirudi. Kaniangalia akaniambia, "Mama, unajua wewe sasa haya. Sasa utarudi na dialysis. Kile utafanya utakunywa tu maji." Sasa hiyo ndio yako sasa. Akili inanyita ni nyingi na siendi kabisa. Akanitoa akanituliza nirudi. Nilitoka saa 2, karudi saa 12. Siku moja hapo watu wakaambia hapana, si daktari alisema sasa hawezi rudishwa dialysis. Haya. Kaenda hivyo sasa ikafika kwa mguu. Hata walikuwa siku moja nikamwambia, bwana hii mguu hata kama itakatwa mnawacha sasa magosi imeanza kuingia ndani. Zile dogodogo inakaa kama gitiri na kitu. Nilikuwa mingi. Si vile imewachwa inakuwa mingi na ikifungwa si unajua inapata joto inaongezeka. Akaona ule alikuwa waonke alikuwa joto. Akamwita kama ndugu yako sasa. Hebu fungua hii mguu na ufunge vizuri hata utoe hii. Sasa mnaweka hata kama mtakata hizi vidudu inatembea si itaniingilia hata kwa uso. Akafungua. Hiyo mama pia alikuwa hapo. Akanifunga. Hata akatumia manguo akakaa safi akakaa. Sasa kisikisa hii mguu inakata. Masensi sinaletwa wanasema na kukata mguu. Sijui walikuwa wanapimia nini. Hizi imeisha kabisa, hizi lazima ikatwe. Mimi naelewa mambo ya hospitali. Na masikisa tu siku moja oria nyingine akakuja hapa akapata kijana anamwambia mguu ya mama hata nini hiyo kitu tunafanya mara moja. Kamuuliza mtoto, nini inafanya mguu yako itakata vipi? Mguu yako wanapigia hesabu ya kukata. Nikamwangalia nikasema na roho Mungu umesikia hiyo. Wewe umesikia hiyo. Haya basi. Nikakaa siku moja hao wariati wanajua wanaanza kuomba 4. Mpaka 5. Wakamaliza vile wamemaliza tu hivi tawajalimaliza hata second. Sauti inakuja omba. Nilianza maombi, niliomba kitu yote yenye najua. Mpaka nikamaliza nikakaa. Nikakuuliza sasa Mungu yuko nini? Sikupata majibu ya kufika saa 5 saa 6 hivi. Basi mwingine hapa akakuja akanidunga sindano. Ni kama ameweka mfereji ya maji. Tumbo ikaenda. Nikapiga nduru nikasema daktari akakuja nikamwambia nini mmefanya? Tumbo yangu sasa imekaa freji inaenda tu. Moharo ndatiku kwa tumba. Wakakuja wakaribasi stop. Daktari akasema pole hiyo ni makosa ingefanywa hivi. Haya sawa. Tena nikasitukia ile mkutano yangu Mungu umeona hiyo. Kwa kila kitu namaliza tena Mungu. Sasa hiyo ndio mkutano yako.
Haya basi, kufika usiku, ilikuwa siku hiyo tu, siku yake daktari akakuja saa 6 kanisani, akaniita, akamwikitia kanisani. Kwanza nikamwangalia, kaona wako na wawili, mmoja wako hapa kwa ijaji. Nikamwambia ni mzuri sana, ulikula? Nikakula. Sasa mimi ni daktari wa Kenyatta, nimepanga nitakuja kupata hii Thursday zote mbili. Hii inakatwa na hapa juu, hii inakatwa na hapa chini. Nikamwambia daktari, so kata moja uone vile ina respond ndio urudie ingine. Ati hapana, nimefanya siku hiyo yote, Thursday ni siku yako. Haya, daktari, mtu akaona kama mtu akawa maswali anauliza, nikuuliza nikamwambia, na mtu anafanyiwa counseling. Ni kama nilimshtua, nilimfanyia counseling. Kama siku hiyo sikuji, nataka ufanyiwe hiyo na mtu anaitwa mzazi, akiwa baba ndio hiyo, akiwa mama, akiwa ndugu, akiwa dada, akiwa auntie, mpaka nimpate hapa tuongee ndio nifanye hiyo. Sasa hata hiyo Thursday sitakuja. Daktari, sasa ufanye counseling na utafute hata watu wake mniambie kama na siku hiyo sitakuja. Nikasema asante sana Mungu. Kitambefike hiyo siku hiyo Thursday, niko kwingine. Utakuwa umetoka. Kwa hivyo iko inataka ikate. Inakatwa na ugonjwa gani? Na ina sukari. Kwa sababu sukari pia wanatiba kila siku. Haina hiyo sukari. Sukari tu ndio ilikuwa kitu mzuri sana. Aya. Sasa watoto nikawatuma, kesho yake wakaenda kwa ofisi, watu wa ofisi pia wakakuja. Sasa kila mtu maneno imechacha sasa. Wakakuja na hao maskari wa ministry tu. Walikuja nao wawili. Wakasema hapa sasa kwa sababu hiyo daktari nilikuwa namuuliza faili yangu iko wapi na inasema nini, ati yeye hiyo faili yangu hata juu iko wapi. Nikasema hapa sasa Mungu kanena mkali. Haya. Sasa wao kuja ofisi wakasema pana nyinyi ndio mpate huyo kansela. Sisi tutalipa, hakuna pale tunaenda kumtafuta. Nyinyi ndio mtafute na useme atalipwa. Haya, vile aliletwa, alikuja mama mjane kama mimi. Na alikuwa Nyaogenya, alikuwa anaitwa Benta. Sasa nikamwambia, unajua kabla tujaongea tafuta faili. Ndio tutaongea kile unajua, kwa sababu wewe unaelewa hizo vitu na mimi pia naelewa tunaongea nini. Alikuja akasema faili, akasema jamaa kitu kama hiyo, tukaongea. Kaambia huyu mama ana sukari, ni magonjwa singine. Hawezi kata. Haya, ama after tukuongea wakati kidogo wakakuja kitu saa 7 hivi wakaambia sasa utakatwa saa hii, sasa tumepeana siku 14 muongee na watu wako ndio tujue ni nini. Nasema hiyo siku 14 bado nafanya nini hapa? Sasa nimetoka. Ulikuwa tuna imani utatoka. Nilikuwa nimetoka niko kwingine. Mama kesho yake akakuja wakaongea na huyo kansela. Mama akaambia bwana sasa discharge. Discharge sasa. Hapo discharge waligagaa mshe wakaandika. Hawako anataka utoke. Si pesa hiyo. Bora pesa inaingia. Pesa iko hapa na pesa inaenda wapi, na pesa ndio wanatafuta. Sasa vile walitoa discharge leo, kesho yake ule anaingia shift anaona pesa. Wacha watu wasitoke na pesa hapo. Na vile wamekaa muda mrefu bila kuona msaada. Na iko mtu pia alifungiwa hapo ati aliletwa wakati wa corona. Walikuwa wanataka 16 milioni. Na hata shilingi 50 yake na mwisho pepetwe hivi inaanguka. Sasa alifungwa hapo.
Sasa ile pesa ilikuja mamilioni mbili wakufikiria na imekuja haraka. Yako sasa yangu sasa watu wameanza kukiga hapa dada hapa ndio wanadai tunasikia wanataka utarudi kliniki nitakuja au data driver yule anibeba kaniambia acha mimi nilipwe niende au manase watu sisi tulipo tuende aya ole daktari tulifuata iko mtu ya ofisi alikuwa anamjua akatupatia namba yake tukamfuata ole daktari wa Kenyatta alikuwa anaitwa Asivari akatuelekeza tukaenda Kea hata hii alikuwa anakuja kukata mguu ni wa Kenyatta hata hii alikuwa anafanya dialysis nilijua ni wa Kenyatta vile nilifika Kea ile kitu ya single isikutolewa nilitolewa na Kea. Sasa huyo daktari yao alikuwa anaitwa Musa Mswahili akasema hizi ni daktari fulani ndiye anafanyanga kazi hizi. Nikamuuliza nani hii si wa Kenyatta au wote ni wa Kenyatta. Tukaenda hapo. Hata pesa niliwakurubia nikitoka niko kwa stage nyingine ya ambulance na ngoja ya hospitali nyingine. Nikaenda hata nilienda na nguo yao ikarudishwa nyumbani. Huko vile nilifika tukiaje. Mkono leta NHIF kama weke. Walijaribu kuiba mara tatu. Pesa inatoka. Kuna pesa. Pesa kuna. Umeingia tu hivi na wao pesa ndio wanatafuta. Akamuda na hii ni gani huwezi iba pesa yake? Si ya uongo ndio mtapata. Na ya ukweli mfanye kazi ndio mpa. Basi. Nikakaa hapo tembe siku moja Saturday wakaleta shida wanataka kazi kwa sababu NHIF hailipi. Nikamwambia saa hii ni Saturday na tena imefika sasa. Sasa kungoje Monday ndio tuone tutafanya nini kama tani. Monday vile walikuja nikasema amulete bill. Sasa naenda KU vile mnasema niende KU. Sasa naenda wapi? KU. Mulete tu bill. Walitoa Monday. Tuesday ile wamekuja usiku wanaona pesa ya NHIF. Sasa akakuja pole. Na hii NHIF yako ndio gani? Nikamwambia sisi najua tu ile moja tu kwani nyingine iko wapi? Haya. Kila mtu sasa umeleta pesa sisi tupata pesa yetu tunaenda kila mtu ni kwa tena. Watu wamefurahi hata siku hiyo tukitoka. Kama tuko kwa careful tungepatiwa madocuments mengine sio hiyo yetu. Anakimbia ndio daktari akakuja. Akanifanyia dressing. Kaniambia sasa nakupatia daktari. Tulikuwa naye Kenyatta. Mimi sasa naenda siasa. Singekuwa naenda siasa tungeenda na nyinyi KU. Sasa naenda siasa. Naenda kusimama na Mudavadi. Niko na namba yake hapo. Wacheni mpigie kupiga akampata tu haraka. Tukaongea na kijana wakabadilishana namba ilikuwa Thursday akasema muende tu. Mimi nitakuja huko Monday. Sasa akaniambia leo usiwekwe private ward. Upelekwe general. Bali ya watu wengi tunaweza hata kushindwa hivi. Na ule anatembea hebu niletee hili. Na hapo Kea nilipelekwa ilikuwa na kengele ati ufinye. Daktari wakuja. Ukifinya wakuje. Vile nilienda KU. Uguse tu hivi. Nasa amefika. Hivi amekuongeleza amefika. Walikuwa perfect sana. KU. Tena hii ni gani? Na hapo wanasema ni general. Inakaa kama private ile ya Kenyatta. Na chakula sasa kama uko na tumbo kula, kama una tumbo ndio utashangaa. Wanaleta chakula kizuri. Kila kitu iko hapo. Sasa hapo pale nilitoka 28. Kwa 28 au 28 hapo. Sasa KU nikakaa miezi 4. Kuongeza na ile miezi 6. Nikatoka. Nikakuja hapa kwa hii nyumba nikamaliza siku 9.
Nikapigwa na stroke tena. Nikarudi nikatoka tena Julai. Hapa nilipelekwa tarehe 12. Ukitoka KU sasa mguu ulikuwa imepona? Sasa vile nilitoka KU, sasa nilikuwa naweza kutembea na scratches. Sasa nilikuja hapa narudi kliniki. Na KU walisema wanaweza kata miguu ama hawakusema? Walisema tu wataosha. Haikufanywa. KU vile nilikuwa siku Monday daktari kukuja, nilirudi nyuma kidogo, akaangalia mguu, akaangalia akasema Wednesday theater. Sasa vile walikuwa madaktari 3 na hawa waundukea pia 3. Sasa vile nilikuja kugundua siku wanapeleka theater, lazima mtu waundukea moja kae theater, ndani ya theater. Na pale theater wanakaa daktari ya ngozi, daktari ya vein, daktari ya nyama, daktari ya mfupa, na ule wa kudunga sindano ndio kazi yake. Ile ya anesthesia ndio lali. Sasa hii atakaa hapo mpaka sisi wanaweka trip. Inawekwa maji na sindano unadungwa kwa spinal cord. Sindano 2 refu. Unawekwa nakaa hivi kwa hiyo kitanda ya Yesu. Kwanza anakuja kitanda nini? Ya Yesu. Sina kama msalaba kidogo sana. Kwanza ukiingia nilikuwa naingia. Sasa hiyo Monday ya watoto walikuja. Waambia damu inatakikana kwa sababu damu inatakikana damu. Sasa kwenda ilikuwa 5 minutes to 6 niko theater. Sasa hawa wanakutoa ward, wamenifunga pambas. Sasa nimekupetrika. Sasa tunaanza na hapa welcome theater ama karibu theater. Nabadilishwa kitanda, unaweka kitanda nyingine, au wanarudi na ya unasukumwa kwa waiting room. Hapo ndio ule wa kudunga sindano, mtu wa vein kwanza anatafuta ya mkono kwanza, anakuwekea, anakupatia kitambaa, nafungwa, wanafanya mambo yao, unaingizwa ndani. Kwanza ndani ukiingia, ile baridi ingine inakuja, unafikiria ni freeze. Inapita hivyo. Haya. Tena unatolewa hii, unawekwa hapa. Kibaba hivi, akasi tuzo mkono hivi. Ile sindano iko kwa mkono. Haya, wakisha weka hapo, wanasimamisha tena anakaa chini. Napewa pila. Si nguo tukorae ile nguo ya mtoto ya kufunga nyuma. Anafunga sasa, unakaa hivi. Spinal cord inatoka. Ina protrude hivi na nyuma. Sasa ile wrinkles hiyo katikati. Katikati hapo ndio inapitia sindano. Tena hapo naganishwa mguu. Alafu unajengewa wall. Sasa uone kile inafanyika kwa mguu. Sasa mtu wa pressure amesimama hapo. Mtu wa saa amesimama pande hii. Kono pande hii na pande hivi. Sasa inajenga wall ukuta nyuma. Sasa uone huko. Sasa hii mtu wa saa atakuongeleza. Hii wa drip la pressure, mtu wa sindano ako hapo. Mtu waangalia pressure ako hapo. Kasi yake ni pressure. Wanaendelea tukaangalia kufanya operation. Hii na pressure yake hiyo. Hii ya drip hiyo. Hii ya watch na kuongeleza hiyo. Aya, sasa madaktari kae hiyo. Hizo nimekuhesabia. Na ule amesimamia hii kidonda. Ni daktari gani? Aliandika nini na alisoma nini? Sasa yeye ndiye anadai dawa wote. Kila mtu anaangalia yake.
Na hawezi fanya kama hiyo. Sasa yeye ndiye anaambia ngozi, vein, wa dawa ya kulala, ngozi ya mishipa, nyama, hii nyama ya mguu hapa, vein, hesabu yote, ngozi, nyama, mishipa, mfupa, na mimi daktari wanga na kudunga sindano na kusimamia saa na kusimamia presa na watu wa mkono, sababu zilikuwa zinakuja troli mbili zimejaa. So unajua hapo watu waongei, wale wakupiga huko ndani hakuna kuongea, hakuna cha kupiga stori. Daktari mwingine ndiye anasema hii na hii imeisha, hii na hii, hii na hii. Sasa hao wote wako hapo, na ule ataenda kwa ward atoe address tena, ako hapo kila wiki moja moja, kwa sababu walikuwa wengi. Hii wiki uende uone, tukikuja kufunga utakwambia iko hii na hii na hii. Na damu pia kwa hapo inaendelea. Sasa ndio nilisema kumbe Kenyatta Mungu alinisaidia, kama yeye ndiye aliandika na alipotea hapa wamefanya. Unajua hata hawa wameona. Kwa sababu wewe kama kasi yako wewe ndio unaomba elewa wa. Kwa sababu wako na kasi yako. Usikuwaambia watajuaje. Na wakimaliza warudi wasome nini hii imeenda right ama, kwa sababu hii mguu vile hizo ilizaa katika asipoenda vizuri umekuwa paralyzed mwili yote. Kwa sababu hizi mshipa imetoka mguu mpaka kwa kichwa, roho wapi naenda Mirigora. Sasa ndio inatakikana hawa wote. Ngozi ya mwili yangu ni ngozi gani? Nyama, mfupa, nini. Lakini ukatoka vizuri. Ya kwanza nilitoka vizuri. Naenda hiyo 6 na kurudi itakuwa ni saa 8 au saa 9 ya usiku. mchana. Unaenda 6 asubuhi. Sasa nikaenda mara 4. Siku ya pili ndio nilipasa. Ulipeleka tena mara 4? Na hizo sindano nina kila visit mtoto. Mungu alikutia nguvu. Hapo alizomea ya pili hiyo. Ndio wali hiyo nilipasa damu ilitoka mingi nini. Waliongeza na hapa. Dakika 5. Kwa hivyo during operation ukapasa out. Nikakuta watu wote macho imetoka nje. Umeogopa. Dakika kidogo nikifikishwa waiting room nilikuwa nimekuja concert. Nasikia sana. Mpaka kesho yake asubuhi. Hawakukaa na amani. Sasa nilikuwa nikienda hii wiki, next week napumzishwa, hiyo wiki ingine, hiyo wiki ingine na nasema visit damu ikue. Ya kuongezea. Sasa ule daktari alisimamia lazima angalie hizo vitu. Na kila Monday anazunguka kwa ward. Angalia kila ward. Ni ya sukari, ni ya kansa, ni ya chanya tunaitaje food and disease. Mouth ya ng'ombe pia inafika watu mguu wanaangalia hizo. Kila undo wanaangalia kitu yoyote. Na wewe yako anaona ni nini? Alisema ni leg ulcers. Ulcers. Sasa nikirudi nyuma kidogo, vile nilikuwa
najibu. Siku ile daktari alisema sasa hata kuja Thursday kukata mguu. Kesho yake nilitulia, kesho hiyo ingine mama akakuja na akalala. Kesho yake asubuhi iko kitu ilitoka kwa mguu, ni hizo masingaumba, ilikuwa inakaa kama nyoka. Na vile nilirudi hapa kwa nyumba nikaonyeshwa, ilikuwa kioo. Unajua kioo? Ilikuwa ni hiyo ndio ilikuwa inakula mguu, na hiyo ilitoka hivi live ama kwa ndoto? Kama unalala kidogo na unaona inatoka. Sasa saa hiyo vile alitoka huko sikuona kichwa yake. Ndio tuipita. Sasa na hii wakati nilirudi KU nikiwa paralyzed, ndio ikatoka. Ndio ikaanza kuwa na shida. Si ilikuwa na shida. Ndio ikatoka. Ilikula hii. Unaona? Ilikula kutoka hivi. Hii ilitoka. Sasa hii ilitoka wakati hiyo nilikuwa paralyzed. Sasa vile nilirudi hapo kwa nyumba siku moja nikilala ndio nikaonyeshwa. Na hiyo sio niliona 1989 nikienda show Nakuru, nikienda kibanda ya wale watu wa Wildlife. Ndio sasa hao askari wananiambia, unaona hii kazi yake yeye anakula na nyama, kula kitu chochote, nyama na maji. Hiyo kazi yake yeye anakula na tu nyama, kuna kitu ingine throughout. Alafu anakunywa maji. Ilikuwa inatoa damu na maji. Kwa hivyo ndio nikakuja kusense hizi vitu ikiwekwa kwa mwili, ikitoka ndio unapata uponyaji. Na wacha tunifulize ndio nielewe, na pia wenye wataona hiyo shuhuda waelewe. Hizi vitu ziliingia kwa mguu kwa njia gani? Kama uchawi ama nini? Nafikiri ni uchawi, nisema ni uchawi. Ni uchawi. Kama hii ilikuwa kwa kichwa, ni uchawi. Hii ya mguu ni uchawi. Mara ya kwanza vile ilianza, kunguni ikakuja ikajaa kwa hii nyumba, pup, kila kona. Sasa siku moja nikalala hapa kwa hii kapati tu, nikaona wasaidizi wawili wakuwa kuja wametoa kitu. Taka kidogo mama ingine akakuja, wasema hizo vitu itatupwa ukienda kwa crusade. Nikaamuka kuna kaitani basi ikakuja kupona, ikamaliza wiki mbili. Kidonda iliisha, mguu ukakuwa mzuri. Wakati mashahidi wawili walikuja, nini kunguni zilisha? Kunguni haikuisha. Hiyo kitu tu ndiyo alitoa kwa hiyo mguu na ikapona. Kakaa wiki mbili vizuri sana. Baada ya wiki mbili tena ikarudi. Ndio ikaendelea. Sasa ile ilikuja kujua mpaka itolewe ndio upate uponyaji. Wakati ile ya kichwa. Sababu pia hiyo madaktari walikuwa wanasangata. Unasema hata wakati umepelekwa MRI hakuna kitu ilionekana? Hakuna kitu ilionekana. Lakini unasikia tu mwili inaendelea kuwa mbaya. Hiyo ilikuwa ni kama mtu anapiga mtu hapa kitu. Sikuwa nasikia mzuri. Sasa hakuna mtu utalilia, hata ukieleza mtu haelewi. Nataka ule amesapitishia hizo vitu ndio kiongea na yeye atakuunderstand. Mtu atakwambia hizo ni yako. Sasa vile iling'olewa hii anasema nimetoa moja na moja ikabaki ikapata nafuu. akasai.
ile sasa ile ilizaa kataliwa ati sasa sitafanya hiyo, sitakata mguu hata Thursday sitakuja. Kamaliza siku mbili na ikatoka. Kwa hivyo Mungu alikuwa anakufanyia deliverance kwa njia yake. Kwa njia yake. Sasa ndio mguu ikaanza kupona. Sasa huo ilikuwa kitendo hata madaktari wanachukua maji cha wanaosha. Si hata alisema hiyo kitu alisema. Kwa hiyo profesa alirudi kusema 2022. Alisema aje? Alisema mguu inaoshwa na pipe na huyo mama ako hospitali na nguo, huyo mtu ako hospitali na nguo ya green. Hiyo profesa nayo nilisikia. Hiyo nilisikia kabisa. Akisema Mungu uponyaji wake umeshakuja, Mungu atamtoa. Hata hiyo sasa wakati Bwana alifanya uponyaji wote, wakati umeenda KU kaenda hata mara 4, ulipotoka sasa nini, nyama ya mguu ikaanza tu kurudi? Nyama ilianza kurudi. Hata saa hii bado inaendelea tu kukuja. Kujasa. Hivi yote. Hivi sasa ni vile imefura. Na saa hii si sawa. Lakini umeona ushindi wa Mungu. Na ushindi wa Mungu iko. Na inanga haraka, usikae na haraka. Kwa sababu hata miguu yako ingekatwa, sasa hiyo ungekuwa kwa wheelchair. Hata ningekufa. Singetoboa hiyo pia. Kwa sababu hapo mashaitani ilikuwa inangoja hivi. Na hata ukasema uliona shetani akikutrata na tia, hata tutaona huyo Mungu wako. Hii kwa nyumba ametreten muda nyingi sana. Naambia yeye utamuona. Tena ukakuwa tuna ujasiri kujibu utamuona. Utamuona tu. Utamuona. Sasa kama mtu anakwambia nitaona, unamwambia utaona. Na wakati ulikuwa mgonjwa, watoto wako walikuwa affected aje? Walikuwa affected kwa sababu ule walikuwa wanaona ni mama yangu pekee yake. Unajua vipi na ndio sina dada. Bwana si alikufa kitambo 2002. Sasa ule ndio alikuwa anawakaribia na mama yangu pekee yake. Sasa wakaona watabaki tu hivyo. Mama pia ni mzee. Sasa hapo Mungu aliwasimamia. Kila mtu na Mungu yake. Sasa Mungu pia alitoa hiyo shetani angekuja na unajua ugonjwa ikikuja ngumu hivi. Na tena ukae unapiga nduru sana, Mungu saidia na ujia nini tena inaongeza pressure zingine. Na hapo kwa kulia ilikuwa ngumu na alitoa kabisa. Kile ningeweza kufanya ni kucheka tu. Na hata wakati unasikia uchungu. Ninaambia mulete kitu nisikie uchungu. Siku moja ndio nilisikia uchungu kabisa. Hapa kwa mapaja. Hapa nilitoa ngozi. Waweke huko chini. Wabandike ndio nijua fiata iko na stapler yake na pin remover yake. Ya ukweli. Si hizo walikuwa wanaweka na tena siku ya kutoa watoto. Sasa siku walikuja kudress hapa. Iko antibiotic ingine inaitwa gunia. Ni msiti inakaa kama gunia, wanaita gunia. Waweke hiyo kwanza. Halafu waweke ingine inaitwa boss. Halafu ndio waweke bandage. Sasa vile waliweka tu hivi. Nilisikia kama wameweka moto. Kaanza kuwa na moto na uchungu. Nilipika ndio nikasema hii moto. Daktari akasema nini ni moto Pamela, nini moto Pamela? Moto ya nini?
ndiye akaitana akaletewa Panadol nikameza. Na hiyo moto ilienda sana. Alafu jioni hiyo mama yangu akanipigia simu, nimevaa saa hii vile nimetoka sokoni vile nimekaa hapa bedroom. Karibu na nyungu hapa ya maji, nyoka ikatokea. Nikamwambia nyumba ya simiti. Nyoka inatoka hapa. Hata nyoka imetoka hapa ya black kubwa sana, imefuatwa na pusi. Hata ikaiua. Hata pusi mwenyewe ndiye amefuruta, ameenda akatupa huko kwa choo. Sasa sawa, asante sana. Nikasema kumbe ile ndiyo ilikuwa inatolewa. Sasa ile nikilia moto kumbe inatolewa. Nikamwambia sawa. Kwa sababu simiti najua nyoka ikimbii kwa simiti. Inateleza. Haipendi hata fuati. Hata nikasema hiyo pesa ilisatoka, hiyo bado ilikuwa imebaki hapo. Sasa nilikuja kugundua hizo vitu. Mungu akitoa wewe unapona. Mimi nataka uongee na ule ana understand, anajua hizi vitu iko. Umeona ushindi wa Mungu katika maisha yako? Iko. Sasa wachawi pia jue na wanaweza fanya chochote. Kwa hivyo tukimalizia, unaweza taka kuambia Mungu nini kwa hayo yote amekutendea? Nataka kuambia Mungu anichunge na animalizie hizi ugonjwa kali sana binadamu haelewi. Kwa sababu zinakujaga na nguvu mingi sana. Hakuna mtu anakuelewa. Sasa siwezi kuelewa watu, nikienda kwao wananiona vile wananiona, wananichukulia. Sijakuja kuelewa ni nini, kwa sababu unaweza enda hospitali watu wote wakutoroke. Hata ukifika kwa mtu ukimwangalia anatoa kali ingine, huwezi jua umemtusi ama ni kama umemkosea. Sasa nimalizie magonjwa Mungu sana kabisa. Asante sana. Sasa nitashukuru kwa sababu ushindi yake imeonekana. Nasema itaishi na imeisha. Tunashukuru sana Mungu. Na pia wale wote ambao wataona ushuhuda, najua watashukuru Mungu pamoja na wewe, kwa sababu Mungu amekutoa mbali sana. Wakati ambapo ilionekana ni kama iwezekani, madaktari wakaona hata hawawezi kukutibu, mwisho wakasema watakata mguu. Lakini leo hii kwa na miguu yako miwili, na unaweza kushukuru Mungu na kushuhudia kwamba Mungu anaweza. Kwa hivyo tunamalizia tu hapo, na asante sana kwa kukubali kutoa ushuhuda wako. Najua wengi wataona na watakuwa encouraged hata katika maisha yao. Kwa hivyo tutamalizia tu hapo kwa leo. Natumai watakao tazama mtabarikiwa sana na ushuhuda, na pia inaweza kuhuisha imani yenu ndani ya Mungu, mkamtumainie Mungu. Hata wale ambao walikuwa karibu kukata tamaa, ambao wanaona maisha yao imefika mwisho, wanapata tumaini mpya, kwa sababu mama Pamela vile ambavyo ameshuhudia, alipitia magumu sana mpaka ilikuwa karibu ni kama maisha inafika mwisho, na mwishowe Mungu akakuja akajidhihirisha, na leo anaishi na miguu yake haikukatwa. Kwa hivyo asante sana mama, na asanteni kwa wote ambao watatazama. Na hapo hospitali hata niliambiwa daktari, Mungu aliniumba na mguu yangu na nitakufa na mguu yangu. Mguu yangu haiwezi kutoka mbali, na mimi pia nitoke mbali. Kama nikukufa na kufa na mguu yangu, haiwezi kata.
Nimeshika imani mlioko haitakatwa. Mwambie aliumbwa na Mungu yangu, kufa na Mungu yangu. Na sasa Mungu amekusaidia saa hii, hata hakuna kitu kama hiyo kukatwa miguu. Hakuna kama hiyo saa hii. Juzi Saturday tarehe 4 nilienda Kariobangi kwa soko kubwa ya Magu. Nilienda na gari na kurudi, nikarudi mguu na matatu. Kwenda nilienda na matatu. Ukarudi ukitembea? Nikarudi nikitembea. Kutoka Kariobangi? Kutoka Kariobangi Sukumani. Wewe hata mimi siwezi. Naona ni mbali sana. Kwa hivyo Mungu amekupanya kabisa. Sasa naona uponyaji inaendelea. Na kabla hapo, tangu nitoke hospitali nilikuwa sitembei na nguvu. Nilikuwa naogopa nikikanyaga chini. Nafikiria mtu ananifuata. Na vile nilienda Menengai 8, nikanyeshewa hiyo kuanya, nikalala. Vile nilirudi hiyo kutetemeka nchi. Na sasa naweza tembea na nguvu. Mpaka ukachana na crutches kabisa? Na crutches nimeachana nayo, hata uoga hiyo na kutembea iliisha. Tunashukuru Mungu sana pamoja na wewe. Asante sana. Tunashukuru sana, hata mimi nimetiwa nguvu. Na nimeona hakika Mungu anaweza ambayo hata madaktari hawawezi. Mungu anaweza kila kitu, saa yake, dakika yake, sekunde yake. Asante sana. Haraka ndio tusikae naye. Tungoje tu mpaka wakati wa Mungu utakapofika yatatenda. Analeta yenye hakuna inakuwa iko. Asante sana. Yeye iko kwa sasa ameleta iko. Tunashukuru sana.